wake. Naposimama mara tena Jehova, nasimama pamoja naye. Roho Mtakatifu, wewe ndiwe mwalimu. Na nakutufundisha maana wastahili. Asante Baba wetu, ushatenda katika jina safi la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Salamiane katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wachungaji Bwana asifiwe. Wachungaji Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Niko na furaha asubuhi ya leo tukiwa pamoja kwa ajili ya neno la Mungu. Nimechengeka sababu neno la Mungu inatujenga. Bwana asifiwe. Amen. Ninaamini kwamba umechengeka, unaendelea kuchengeka. Bwana asifiwe. Siku ya leo tunatamatisha, lakini kesho itakuwa kelele. Bwana asifiwe. Tunataka tuangalie katika kitabu cha Samueli wa pili, mstari wa mlango wa 23 kuanzia 1 mpaka 5. Samueli wa pili 23 kuanzia 1 mpaka mstari wa 5. Samueli wa pili 23 1 mpaka mstari wa 5. Samueli wa pili mlango wa 23 1 mpaka 5. Biblia inasema hivyo. Kazi haya ndio maneno ya mwisho ya Daudi. Kale chongo ngaleke boleke wa Daudi. Bwana asifiwe. Amen. Zaburi 37 yangu usomoni. Mahali tulikuwa tunasoma kitabu cha Zaburi. Kwa yisire tukingolo wale Daudi. Daudi alikuwa anaongea. Lakini kutomo wait ko ngalale ni ono. Lakini kabla hajaongea hapo, ngegere Samuel taitu. Ukiangalia katika Samueli wa kwanza yote, au Samuel wa tukul na Samueli wa pili yote, kwa sababu ni David kwa ni mwisho. Ni maisha ya Daudi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Bwana asifiwe. Sababu ni David kongete Kanamet kwa ni mwisho. Ni maisha ya Daudi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Enriu hapa kwa kama kulichecho kwa ngaleki wa David inasema ya kwamba hayo ni maneno ya Daudi ya mwisho. Samuel taitu. Ukiangalia katika Samueli wa kwanza yote, kubaru kingolewe kwa David inaonyesha wakati Mungu alichagua Daudi. Bwana asifiwe. Ki David kwa genge nweri ga Jesse. Daudi alikuwa mmoja ya wana wa Jesse. Kimenye emene guren Bethlehem. Alikuwa naishi mji ambaye inaitwa Bethlehem. Ki David kwa rabu kitoi. David pia ni kijana wa mwisho. Bwana asifiwe. Kitinye Jesse weli tisabe kwa David kwa exisi. Jesse alikuwa na wana 7 pamoja na Daudi ikawa 8. Inyochini Samuel tai unapata katika Samueli wa kwanza 16. Alinamelo. Unaanzia 6 na kuteremka. Samuel tai tamanoglo kinamelo. Samueli wa kwanza 16 kuanzia 6 na kuteremka chini. Bwana asifiwe. Ili urugu kaina iga chetuja David. Unapata majina ya mandugu wa Daudi. Miweli neone gure Eliab. Kuna kijana mkubwa anaitwa Eliab. Mimi nerubene gure Abinadab. Kuna ya pili anaitwa Abinadab. Mimi nerubene gure Haman. Kuna mwingine ya tatu anaitwa Aman. Achecha. Na wengine. Bwana asifiwe. Lakini Daudi kugine kitoe. Lakini Daudi ni kijana ya mwisho. Bwana asifiwe. Kitinda mimba sawa na ya mwisho. So onge ndulwe mnajua kila moja kitinda mimba. Chamgeleni ndoe kule ningetu sikoribka.
Huwa nasemekana kwamba kitina mimba anapaki achunge boma. Anakone nengetu sutunguri jole misi. Ama anapaki awe anakaribia mahali wazazi wako. Amuerino oendi kumenyoli. Sababu kijana mkubwa ataenda kuishi mbali. Emerino otokugimesi. Kijana mkubwa angali wazazi wako na nguvu. Werino mwae wanaoende kumenyu. Kijana wa pili anaenda tena kuishi huko. Atarata kutokugimesi. Sababu wazazi angali wako na nguvu. Lakini toe goyetu toe kwa goyosiki tusi. Lakini kijana mwisho anapokuwa wazazi wanakuwa wazee. Akutoenda wana kuchame negitole negitesi yokta. Na huyo mwisho anatakikana awe karibu na wazazi ili aweze kutumwa. Bwana asifiwe. Amen. Nyinga David agenge. Usuri wa David ni moja. Kuichame baishie baga. Alipenda kazi ya nyumbani. Kingo mi mureju nolombaga olon. Wengine wanapokuwa hapo nyumbani, ukimine kwa yenuli. Yeye alikuwa analinda kondoo huko. Mara kimita itayon tabanyon. Labda kijana mkubwa hapo hapo. Kumnyaka kine tabanyo. Labda mwingine hapo hapo. Kumnyaka kwa masi. Na mwingine hapo panda ile. Lakini kimita udi kwa tabanuli kwa lakini Daudi alikuwa anachunga mbuzi pale msituni. He was concerned of the home property. Yeye alikuwa anahusika na mambo ya nyumbani. Bwana asifiwe. Awe na kuhisi kichome kita neneka oneriga tu. Najua kama tukiwa sasa tunapenda mwenye ako nyumbani na analinda mali ya nyumbani. Kichome kita neneka asige gura kwa. Tunapenda yule ambaye ako karibu ili wakati yoyote unamuita. Kichome wale neneka sukuto sigi hoto. Unapenda tena yule ako karibu ili wakati mwingine anatumwa. Lakini bora tena Daudi kwa yakandego. Lakini baraka ya Daudi ni kwenda kuchunga kondoo. Ukitoge kingumoche kelewen ilianza wakati uchaguzi ama wakati Mungu alituma mtu akuje achakue. Bwana asifiwe. Ngegire Samuel taita manakisa. Ukiangalia katika Samueli wa kwanza 17:17 kichome kiyokto. Huyu alikuwa anapenda atumwe. Samuel taita manakisa. Samueli wa kwanza 17:17 otkoita manakisi mpaka 18. Kichome aba wala kiyokto. Huyu alikuwa anapenda atumwe kila mara kwa mara. Alikitinye loge ngori. Najua kwamba tuko na watoto katika manyumba zetu. Lakini mtoto ambaye anapenda atumwe unafurahia. Bwana asifiwe. Na kwenda nikiteninye si okto ikulota ni boyboy. Mtoto ambaye ako karibu na wewe unatuma mara kwa mara unafurahia. Yango mwale kiri responsible tu kibaga. Nasema kwamba lazima tunahusika na mambo ya nyumbani. Kitabe kiri responsible tu kuamka. Huyu Daudi alikuwa na jukumu ya mambo ya nyumbani. Inyorjini Samuel na tai tamanakisa tipte. Inapatikana Samueli wa kwanza 17 mstari wa 20. Nganda gimingi. Ngama alikuwa mdogo, okinyika ngore. Lakini alikuwa na ujasiri. Bwana asifiwe. Nganda gimingi Daudi. Ngama Daudi alikuwa mdogo, okinyika alikuwa na ujasiri. Bwana asifiwe. Amen. Kinyorjini Samuel na tai tamanakisa sosomoge. Tunapata Samueli wa kwanza 17 mstari wake ni 32. Nangu mitelo kimgeje jigone. Kuna watoto sasa wengine ambao wako na ujasiri. Kojote nje ijobe igenti. Hawa ni watoto unapenda kutegemea. Mitela kwetu ni mucho konyega neo ngomagi tilini mwa yuendi mana na kai ajeng mutitano bendi. Kuna mtoto ambaye kuna ujasiri sasa wengine unaambia sijui kama utaenda ama nitatafuta mwingine uandamana pamoja naye. Bwana asifiwe. Kinyika ngongete nungu na tenyi. Alikuwa na ujasiri tangu utotoni wake. Mwanangu sio hiyo peke yake. Chibai bainjini baishini baga. Alifurahia kazi ya nyumbani. Kaibu nitana mun tono neni maliando na mbati na waga kwa lasuni tiktemakisa. Nimelete hii sababu andiko ambalo tunasoma katika Zaburi inasimamia hapo. Bwana asifiwe. Hii karatani moja hii Kecheng agenge nwili kapkap Jesse. Ilifika wakati ambao walikuwa wanatafuta mmoja katika wana wa Jesse. Bwana asifiwe. Okingo hii karatani moja
Ilipofika wakati ambao wanataka kuweka mafuta wana wa Jesse, yule mkwani alipokuja ambaye ametumwa na Mungu, akambaka mwana wa kwanza mafuta haikutoka. Ya pili pia, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, mafuta haikutoka. Akauliza, hawa ni wana wako peke yao? Akasema kuna mmoja ambaye analinda kondoo. Mtumishi wa Mungu akasema kwamba hatutakaa mpaka huyu afike. Alipotumwa sijui wale ambao walikimbia kumwambia walichukua ujumbe aina gani. Sijui walienda kuambia papa anakuita, ama waliambia kuna watu ambao wamefika nyumbani wanakuita. Sijui waliambia ujumbe aina gani, ama walipepa ujumbe ya kwamba wageni wamefika, imesemekana ukuje. Lakini yote ni sawa. Walipotumwa kuje, mafuta ilipomwakilia ikatoka, na utauti akabako mafuta, Roho Mtakatifu akaingia. Amen. Kazi ya Mungu ikatimizika. Inastahili tufahamu kwa ajili ya kazi Mungu alituitia. Walipopaka mafuta huyu mtumishi Daudi, Mungu akaanza kumzingira sababu nguvu imekuja. Akasema neno ambayo inapatikana katika Samueli wa kwanza 16 mstari wa 17. Inasema watu wanaangalia nje, but God look at the heart. Lakini Mungu anaangalia moyo. Amen. Najua kwamba walipoona Eliam, labda katika utazamo watu walikuwa wanasema kwamba labda atakuwa huyu. Lakini mafuta ilipomiminika, ikaonekana ni kitu ambaye Mungu anaangalia. Akasema huyu ni mtu, mtu ambaye nitapaka mafuta. Daudi alipoitwa, kijana ambaye anachunga kondoo, tunajua wote, labda amevaa jaketi ya aina. Unajua wale ambao wanachunga ng'ombe ama mbuzi, lakini wale ambao walikuwa nyumbani labda walikuwa wasafi. Lakini yule ambaye ako anachunga ng'ombe, amepitia shida mingi, anakibisa mbuzi, alikuwa mdogo. Wanasifiwa. Kuna wakati ambaye Sauli alikuwa mfalme, akaambia enda wale vijana ambao wameenda kufanya vita na Wafalestina. Mmoja alipofika kuona, mmoja akakuja akasema kwamba mbona umetufuata, unataka nini? Ni kama umetuma mtoto kwa wale ambao wameenda vita, ama watu ambao wameenda kazi ngumu, ambayo watoto wadogo hawataweza kufanya. Wale ambao umewatuma wanasema kwamba unakuja kufanya nini?
kule kimi Jehova kupata Daudi. Lakini hawakuona kwamba Mungu alikuwa na Daudi. Bwana wetu asifiwe. Lakini kama leo kule gere Jehova Mungu leo gere ito inasema kwamba Mungu anaangalia moyo, sio chini si maisha yako ilivyo. Bwana asifiwe. Namba time mimi ndo ndeta Daudi. Kitu ya kwanza kwa udogo wa Daudi ama uchano wa Daudi. Alipata upako wa Mungu. Namba ya kwanza. Hiyo ni kitu ya kwanza. Bwana asifiwe. Alipata upako kutoka kwa Mungu. Kwa umri wa uchana wake. Alipata upako wa Mungu. Kwa uchana wake. Yeye alifurahisha Mungu. Sababu alipoitwa na kupakwa, akakuja akasema kwamba Mungu anaangalia moyo, sio sura. Inatuonyesha kwamba yeye alifurahisha Mungu katika moyo wake. Namba ya pili. Yeye pia alifurahisha baba yake. Alifurahisha baba yake Yese. Napatikana Samueli wa kwanza 17:15. Samueli wa kwanza 17 mstari wa 15. Ya kwanza nimesema alifurahisha Mungu. Hiyo ni sababu alipakwa. Sababu Mungu aliangalia moyo. Namba alifurahisha baba yake Yesi. Napatikana Samueli hapo 17 mstari wa 15. Namba ya tatu. He acknowledged the presence of God. Yani Jehova. Yeye alikundua usuri wa Mungu. Bwana asifiwe. Hakusahau Mungu katika yote. He acknowledged the presence of God. Alikundua uwepo wa Mungu. Bwana wetu asifiwe. So namba ya kwanza alipakwa na nguvu za Mungu. Namba ya pili alifurahisha baba yake Yesu. Namba ya tatu he acknowledged the presence of God. Alikundua uwepo wa Mungu. Every time wakati yoyote aligundua uwepo wa Mungu. Patikana Samueli wa kwanza 17 45 mpaka 46. Bwana asifiwe. Namba ya tatu. Namba ya nne. Yeye hakurudisha ubaya kwa ubaya. Kuna wakati Sauli alijaribu kumuua, lakini yeye hakurudisha ubaya kwa ubaya. Samueli wa kwanza 25:21. Namba ya tano. Yeye alikuwa mtu wa haki. Kwa kila kitu ambaye alitenda. He was faithful in all he does. Alikuwa mwaminifu kwa kila kitu alifanya. Napatikana Samueli wa kwanza 22 mstari wa 10. Kila kitu ambaye alifanya alikuwa mwaminifu mbele za Mungu. Namba ya 6. He always console God. Yeye wakati yoyote alimuuliza Mungu. Kwa kila kitu alistahili afanye. Alikuwa anauliza Mungu. Samueli wa kwanza 23:10. Hakuna kitu alifanya bila kuuliza Mungu. Kwa kila kitu alikuwa anauliza Mungu. Kwa kila kitu aliuliza Mungu kabla hajafanya. Bwana asifiwe. Mnaonaje Daudi? Mnaonaje Daudi?
kama ni wana wako, unasikiaje? Nekichome kwandanyi, alipenda baba yake, nekikakilo kimnatetab Jehova, alipakwa na nguvu za Mungu, nekimokoyokto mugetut eng kit nekakiyochi, akurudisha upaya kwa chenye ametendewa, nekiyanat eng kiy age tugul, alikuwa mwaminifu kwa kila kitu. Okerto yon. Mnaonaje? Namba nebo 7. Namba ya 7. He was open. Yeye alikuwa wazi. Alikuwa wazi na alikuwa mtu wa haki. Yaani kiy age tugul kimukomi kiy nekikunye muguleldanyi. Hakuna kitu alifika ndani ya moyo wake. Kimwoe kiy age tugul kukineu eng muguleldanyi. Alisema kila kitu jinsi ilivyo katika moyo wake. Samuel netai 24. Samueli wa kwanza 24. 12. Kiy age tugul nekiyai kimwoe wazi wa moyo wake. Kila kitu ambacho alifanya alisema wazi ndani ya moyo wake. Yetano la kwen weri ne uli. Unaonaje kijana kama huyu? Namba nebo 8. Namba ya 8. Kimokosip konereche. Yeye hakukasirika mapema. Kimokola kwenda wasip konereche. Hakukuwa kijana ambaye anakasirika ovyo ovyo. Ono nekitinye lagok eng korikyo. Tunajua kwamba tuko na watoto katika manyumba zetu. Ni ngonere koyuktoge. Kuna yule ambaye akikasirika anaenda haraka. Akoibe betut kikaikai. Na itachukua muda ili atulizwe. Mimi ngonere konome ulcers kora. Kuna mwingine akikasirika anapatwa na ulcers. Mimi ngonere korire. Kuna mwingine akikasirika analia. Ketinye tugul eng korikyo. Tuko na hao watoto katika manyumba zetu. Mimi nanyika. Kuna yule ako na ujasiri. Nemara ngumuso tugul. Hata mambo ikiharibika, Konyeka ngora. ako na ujasiri tena. Bwana asifiwe. Agenge kudauti nikingolole naye. Moja ni Daudi ambaye tunaongea juu yake. Bwana asifiwe. Mimi na kwene muje nichome yote yani nichome Kuna mtoto ambaye anapenda atumwe. Mimi ni yote agenge ndio wewe ndio mtu mkulinga. Kuna moja ukituma ya kwanza ya pili kwa mama nimechoka sitaenda. Anasema nimechoka. Lakini Daudi kukichome kiyomto. Lakini Daudi alipenda atumwe. Bwana asifiwe. So Daudi ni huyu Daudi kimugonere hakukuwa mtu anakasirika haraka. Onole enbor wetu choge. Unajua katika mili zetu tuguk chekikisikte, kuna vitu ambavyo tulisaliwa nayo. Kikuren temperaments. Kuna vitu ambavyo tulisaliwa nayo vile amesema. Ako makimuchi kete na hatutaweza kuzuia. Lakini yongo nyongoliotab Jehova kumenyorit. Lakini neno la Mungu ikikuja kuishi ndani yetu, poeza nyala. Inapoeza zingine. Na niger chito nekigolgol yekongosiku kako. Unaona mwingine kabisa. Alikuwa mkali akiokoka ananyenyekea. Na niger chito nekimoketieche korenyi. Kuna mwingine ambaye hukuweza kukanyaka katika boma yake. Lakini yongo sikip lakini anapookoka imeisha. Kagesa present. Yeye ametulizwa. Those temperaments are being suppressed. Hizo vitu zimekuja chini. Bwana asifiwe. Ndio ndoeju. Hawa wapili wanachua. Na ngoi kala kokol boyoni. Kuna wakati mwingine unaingia katika nyumba nyingine mseni mkali kweli. Lakini akiokoka kubuze tamimi Jehova those temperaments. Roho wa Mungu inamtuliza. Waitoa enduri. Haitatoa ndani lakini yote nyingine kule suppressing. Lakini anasusha chini. Lakini tungameko wewe na wewe. Lakini akitaka tena kurudisha atarudisha sababu iko. Bwana asifiwe. Amen. Na noka mtu hichi kuruko tutawe kule hiyo kwa hiyo. Huwa mnasikia wahubiri wanapita kando sababu unasema kwamba msee wa nyumba hii ni mkali. Tutafanya namna gani tufike katika hiyo nyumba? Macho mjingo ngotia ite taku uongo ke wasting time. Hata ukiingia inaona kwamba unaharibu wakati. Amu tinye golu yene tu mogelia. Sababu wako na ile ukali itasushwa chini. Bwana asifiwe. Lakini yote kiyan. Lakini inastahili ukubali. Agigushi. Na uelewe. So temperaments ile vitu ambayo inainuka ko kile kule inborn traits tukuki kikisikte vitu ambazo tulisaliwa nazo. Kikisikta laki baba morisho kikigulugul. Kuna mwingine alisaliwa na ile ukali ya mababu zao. Kikisikta laki baba morisho kikitano hai. Kuna wengine alisaliwa na zile hisia za wazazi ambao walikuwa wapole. Kikisikta laki baba bi
kiyoyebe. Kuna wengine ambao walikuwa wakarimu. Ako michendo tugul en orinyo. Na hizo zote isiko katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Amacha mwapit, amacha aror wapit angwan. Nataka niwaambie watu waine. Embitu eneje tugul kumi mamabete endutan enagenge nini. Kwa sisi wote moja haitapotea katika maisha yako. Anyone sari kigine giu David. Nataka ni tuangalie jinsi Daudi alikuwa. Meeting temperament tu kwangwan. Kuna hizi vitu tumesema kwamba tulisaliwa nazo. Tugu kikigisikte. Tulisaliwa nazo. Ko angwan. Ine. Namba netai. Namba ya kwanza. Kegure sangwin. Ni vile amesema sangwin. Ko unaelewa tu hivyo. Jita na cheerful. Isa cheerful. Huyu ni mtu ambaye ako na furaha anashangilia. Ne bye karataka tu. Mtu ambaye ako na furaha wakati wowote. Ne mazuko nireje. Huyu mtu akasirike mapema. Kegure sangwin. Anaitwa sangwin. Ko jijiko every time very cheerful. Huyu mtu kila wakati ako na furaha. Every time very cheerful. Kila wakati anashangilia. Jiji wana kuchome kwa ngaracha jita. Huyu mtu anapenda kuhimiza wengine. Wale jili yenye mwana. Anasema kwamba ujitahidi hivyo. Cheerful. Huyu mtu ni ambaye anatia moyo watu. Bwana asifiwe. Kegure jiji kwa sangwini. Anaitwa sangwini. Namba ya pili. Mite jita yenge negure plangmatic. Kuna mtu anaitwa Langwet vile amesema. Langmatic. Langwet. Jiji. Huyu mtu kumaje ne kwa watu laini. Anataka mambo yende laini. Ngovanga kumbe ugiri kule kakia igudoto. Akipanga anataka ifanywe hivyo. Langmatic. Langwet. Shika maneno. Kwa ikakibanga mumusoko ya kazi. Akifika imepangwa itaenda laini atakasirika. Majene kugiri kumi to in order. Anataka mambo iwe katika laini. They want to see things in order. Anataka aone mambo iwe laini. So yangu amuso tukugeji jiko imakse. Mambo kiaribika kwa huyu mtu anakasirika. Keti nje vitu vyangu alicho. Tuko na watu katika manyumba zetu. Na lemana kwa hiyo tinyo wayo negoza taite tuko balai. Lata uko na mzee ambaye anataka uweke mambo laini. Nengo iko muso tukubole kabisa. Akifika na mambo itaenda laini anapiga kelele. Konyo leo ina ile mi group ni Blangwet. Lazima ujue kwamba ako katika hii group ya Blangwet. Kigia ita. Alisaliwa naso. Kwa hiyo moja kwa na wabeno li. Akifika kama mambo haiko laini ataanzisha huko kelele. Amune maji kwa watu kukubalai kabisa. Sababu nataka aone mambo ikiwa laini. Kwa bye kabisa. Atafurahi. Bwana asifiwe. Jiji tawara huyo ndio kemege. Huyu mtu pia anakasira kwa mambo ngete. Anachoka kwa mambo kidogo. Ne, mtije kwa hii mama hiki tu jemege ngaleke mege. Hata kama mama ukileta mambo kadogo. Kwa shume. Anashumu. Anashumu. Ukekaga. Anasema nimesikia. Ina ile mmoja tu. Unajua kwamba hataki hiyo. Wamegedita. Hiyo mambo ni kidogo. Maiti. Hiyo mambo haitafikia. Nasema nimesikia. Kwa hiyo aje huyu mimi ngai ni kwa sababu lazima uelewe kusema kwamba hakutaka kunisikia. Mimi ngai ndio kama acha kwa kazi. Usiseme kwamba hakutaka kusikia. Maiti. Hayo maneno ni ndogo. Kagere kule anaona kwamba anasema wewe ungemaliza angefikia yeye. Bwana asifiwe. So hiyo atiki ujenge eso bino. Lazima tujielewe katika maisha yetu. Akikuye jitoko wino. Na tuelewe mtu jinsi alivyo. Namba ni basumo. Namba ya 3. Mimi jitone kigure melancholic. Kuna mtu ambaye anaitwa melancholic. Chichi, huyu mtu huyu mtu ni mzuri lakini huwezi kugundua siri zake ama mawazo yake. Melancholic. Chichi kumye lakini mimi mjine kabisa. Huyu mtu ni mzuri lakini huwezi jua mawazo yake. Mie kabisa. Huyu mtu ni mzuri lakini mimi mjine ene lakini mawazo huwezi ukajua. Kiko mwamdo hicho
Wahubiri wamesema. Yeye boyota kuini. Nasema huyu lakini tukitaka kulete atuelewi. Aye kabisa. Lakini ni mkarimu. Lakini kibareke jengo lakini namjini kwa tuko nyota kwa makitaki nene. Tukijaribu kuleta katika nyumba ya Mungu inakuwa Mungu anakitinja viki ujone ngoni. Tuko na watu kama katika manyumba. Sio yeye yani yeye watu ambao ni wakarimu. Chikono ndo ndini kwa kana kabisa. Watu ukiona na wasuri. Nemara kutia Mungu nyota kwa. Hata kama atakuja katika nyumba ya Mungu. Itebenge ile majiteri lemgeji. Unauliza nini na anazuia huyu mtu ni mzuri. Sasa wote ni kazi tatu Mungu jiji. Ana support kazi ya Mungu. Is good. Ni yeye ni mzuri. Kararan. Huyu mtu ni mzuri. Ndiye kabisa. Huyu mtu ni mzuri. Lakini mimi mji naye. Lakini huwezi fahamu mawazo yake. Itauti kumwa ngine mimi mvule. Sauti alikuwa anasema chenye iko ndani ya moyo wake. Ana Kimu uje. Hakuficha. Kimwa ngine mimi he was open. Yeye alikuwa wazi. Lakini jiji kule na melancholic. Lakini huyu mtu anaitwa melancholic. Koji itani mmoja wa baba kabisa. Ni mtu ambaye atakufurahisha, lakini mimi mji inaye. Lakini huwezi jua mawazo yake. Ama ndio mimi wapenda tatu hata mkiandamana pamoja mkienda na yeye. Kumino kabisa. Huwezi kundua mawazo yake. Au ndio mimi ije juro nukete chini. Hata marafiki yake upate kujua jinsi anafikiria. Kumino lakini jiji kumje kabisa. Huwezi jua sababu huyu mtu ni mzuri. Bwana asifiwe. Kitaka ni kwa mwisho. Mtu wa mwisho. Eguri choleric. Choleric. Anaitwa choleric. Jiji kumba loli kabisa. Huyu mtu ni anaongea kweli kweli. Talkative. Huyu mtu anaongea. Kwani wewe kwa kalale? Akipata huyu anaongea. Kwani wewe unaongea kalale? Akipata yule anaongea. Bora tingana. Akosi na maneno. Tukwele vijuri. Anasema ni kama reti. Wala kabisa. Anaongea kabisa. Ana wale tuye miki uje. Leta tumepata kwa watu kama hao. Si wala jambo kwa entertain. Wanapenda sasa kuongea na watu. Hapo ndani ni wonga. Ayumo timbi. Hata akikuja yuko na mawazo ama huzuni. Wala wale kundi kutiro alisa. Ataongea paka hao watu watacheka. Kwa hiyo mtu ndio mimi. Paka watasahau ile shida walikuwa nayo. Lakini wewe itabichu. Lakini ubaya hao watu matebe siri haikai ndani yao. Maana na Mungu imaloli. Sijui sababu ni anaongea. Bwana wale kuturaji. Labda anakosa maneno. Kwa sababu kwa mtakumua. Anasema hela mbaya haingesema. Sawa yatu kulijua tinye. Anafungua kama redi. Kama hata kwa ndio tukaa. Sasa aweki ile. Kwa mtakumua yeye. Aweki ile ambayo ingekuwa ya asili. Anawalinji kama lakini kutoka tu anaongea lakini matebe siri. Lakini siri haikai ndani yake. Ana dakika ya kazi. Tumesikia watu kama hao. Kwa kazi pote hano mmenga. Mama fulani asisikie maneno. Sababu akisikia itaenda mbali. Wala ipe mwani kabisa. Itaenda mbali. Lakini mbaya? Lakini sio mbaya. Amuji chingololi bwana. Sababu huyu mtu anaongea vizuri. Kwa matana stress hapa bwana. Huyu mtu asiku na stress. Matana mimi uri kwa kana stress. Huyu mtu asiku na stress. Amu kwa bwana kwa nami. Sababu la tu. Sababu stress anaongea kisha. Anasahau. Wala wale kutupele kwa kuti kuna kai ma. Anaongea sawa alikuwa anasumbuka. Yani maname stress kije. Huyu mtu apatwe na stress. Lakini kiji gani niko mgine ngaleki. Lakini yule mwingine ambaye huwezi jua maneno yake. Amumeno igiriji. Sababu huwezi jua dawa yake. Lakini niko ngalo wale. Lakini mwenye anaongea. Ngalo wale kutumwa unu kutiki. Anakuambia chenye angekuambia. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ukikuja na gana gele miten bichu. Tuelewe tuko na watu na tuko na. Sometimes naangalia hii direct kichito. Wakati mwingine unakasirikia mtu na hujajua jinsi alivyo. Inge ndio hicho. Wapili wanajua. Mara hii tutakuta member yangu. Unaingia katika nyumba ya mshiriki. Ujut kwa yote ndani kule simu. Mzee anaingia kwa ndani. Ako sisi kutori Mungu. Na ananyamaza mpaka utoke. Ina akikui. Wewe ujue na uelewe. Bwana sifiwe. Mati menge usisumbuke. Yuko matata usisumbuke kwamba siku pale. Mati kwa imate bwana. Sikupatie mawazo. Sasa nitakunywa chai. Na mzee anaenda kwa ndani. Na anokoti hata ukifika hobiri watu limbari kugera watu wae ama noli wanaangalia ng'ombe huko oli huko
Ulipoitu kokote kwa baadaye. Anakuja kusalamia baadaye. Wewe aje kikuje mbiki ucha. Hao watu lazima tuelewe. Mimi ile magetaja. Usiseme kwamba hujakaribishwa. Mimi ile magetaja. Usiseme kwamba wewe umekataliwa. Mengo na mule leo. Isishike ndani ya moyo wako. Uelewe na uchumi. Kuna watu aliumwa nayo. Bwana asifiwe. Mengo hizi. Usiwe na mawazo sana. Bwana asifiwe. Amen. Mimi mbichoge eti. Kuna watu na hao watu wako na tuko na wewe mbega kikuye bitu. Tuelewe hao watu. Amungu tukumagikuye. Sababu tusipoelewa, kebendi asigebe simogele sige mwagele moge kuona Mungu atakitaje. Tutaenda tuwasa kwamba hatutakuja tena sababu hatukukaribishwa. Na nige kitage ile mwanga usumena. Unaona mwingine anasema kwamba unaonekana huyu ameniashu. Lakini yote ina yini mujijita. Lakini unajua kwamba huyu mtu wako namna gani? Bwana asifiwe. Yote ina. Lazima uelewe. Ana le miten enope kimujo koi kole kwa usumena magera na mamacha. Katikati yenu kuna wale ambao wanasema kwamba huyu ameniashu hakunitaka. Bwana asifiwe. Kiogeri wale watige biu. Mnaona watu wanaposalimiana mtu mmoja akuja. Ngoja jitaye. Sasa. Wawili. Haya, wawili. Haya. Wacha nikuone. Amacha wageni Igatani. Hebu salamia basi. Unaona vile ninafanya? Mwana vile ninafanya. Anasalamia huyu lakini naona lakini ugere. By the time huyu aende wakati huyu ameenda atasema nimeashu. Okay, yangu kumwavale kukole mama kana kiki. Because nilimsalamia amukakati nikimwona huyu. Awogere nani? Sometimes ninaweza kumsalamia nikiongea na huyu. Aya mcha wakati au mbona la nene? Alafu huyu atasema hakutaka maneno yangu. Kwa mwana ni wale kama mama analacha. Naona. Mambo kama haya. Naleke huyo anata. Hii na Mungu lile. Unaanza kuweka ndani ya moyo. Kunimele mile mama jewe ranga basi. Utakapo unasema kwamba unasema huyu mtu sitaki aliponisalamia mama moja kabisa. Hata sitaki tena. Ina miteje Mungu lile. Unaanza kujenga ndani ya moyo wako. Kai no ni heri ile mbaki hiyo si umena mwingine. Hata ukiona unasema kwamba aliniashumu wakati ile. Lakini yote ibuje jichoto. Lakini uelewe huyu mtu. Bwana asifiwe. Amen. So yomegege na itubu jutulo bitu tukula mwana mtu. Tuelewe hao watu wa aina sababu tuko naye. Na kungalala ke berito kati. Mwingine anaongea. Ungalala kabisa. Anaongea kabisa. Ungalala kabisa. Anaongea kabisa. Mami bere ngo magoni ngo ti. Hakuna bere hata hawezi kupatia nafasi. Magoni ngo ti. Iwaji. Hawezi kupatia nafasi kuchipu. Ukitaka kuchipu unaenda ngine. Ukichipu unaenda tani ni mumu haya. Akimaliza naenda ngine. Mambo kama haya. Kuna huyu mtu ni ngumu. Huyu mtu ni ngumu kuelewa. Lakini kana ana muda ndatene hivi. Lakini ni mzuri sababu tena anapea changamoto watu. Kitani mnye kabisa. Huyu mtu ni mzuri. Ni mwana wa jimbi kabisa. Anaongelesha watu. Hiki huyu tano. Watu kama hawa kocha serikali. Serikali wanapenda. Sababu ataenda kuongelesha watu kuleta maneno. Anaenda kuongea nje. Mtu ambaye anatakikana anatafutwa. Anaongea maneno. Unajua mtu maneno kidogo aweze kuwa CID. Ataongea na nini watu. Lakini maneno mingi ataongea. Anaongea mpaka mwenye anatafutwa anakuza hivi anatafutwa. Huyu mtu achoki. Huyu mtu achoki. Sisi wengine tunachoka. Unaongea mpaka unachoka. Mpaka unakosa. Lakini huyu mtu akikanyaka mahali serikali inapenda. Anatuma ili aweze kuongea na watu. Anasema mnasikiaje hii maneno?
Mnaonaje? Kuna story bwana. Le pia analeta story Kuchangisha. ili watu waweze kuchangisha. Kwa moyo wanaita mind. Kumbe anataka kujua mawazo ya watu. Bwana asifiwe. Vitu tukuli kwa mgega accepted. Watu lazima tukubali. Lazima kienda akikuji. Tukubali na tuelewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Akira wale wendi kwa rosa kwa tuli sasa. Naona kwamba muda inayooma. Namba ndio Kagimi namba ndio it was not easily enga kimugote Daudi kukijita ne kimugoponereje. Daudi hakuwa mtu akokasirika haraka. Na hata namune kaya atoti picho nangwa. Sasa imenipita nigusa watu waine. Bwana asifiwe. Kine kama mtano timbi cho nangwa. Kitu ambaye inaelekeza nigusa watu waine. Daudi. Huyu Daudi. Neka kimwagele it was not easily enga. Huyu mtu akokasirika haraka. Bwana asifiwe. Ngapi mbo kosikonereje hakuwa anakasirika haraka. Kukijita ne muje kwa baba Jehova. Alikuwa mtu ambaye anafurahisha Mungu. Sio lakini yeye anarege kinjita. Mmoja ile kukasirika inafanya kwa mtu. Namba netai kitu ya kwanza kuburburini kwa moto tiku. Inaharibu mawazo yako. Namba netai ndio ya kwanza. Hasira. Kuburburini kwa moto inaharibu mawazo yako kabisa. Ngoja na menere asubuhi kama yeye kibagala. Ukianza kukasirika asubuhi huwezi fanya kitu mpaka jioni. Amune kwa sababu kuburburini na program. Sababu program yako imeharibika. So namba netai kitu ya kwanza hasira kuburburini kwa moto tiku. Inaharibu mawazo yako. Namba negoe. Namba ya pili. Magoni ni bye tu. Uweze kuwa na furaha. Wewe kita nereje kwa bye. Maana yule ambaye so si nereje ki bye ngata genge. Unaweza kuwa unakasirika na uko na furaha. So nerege kwa magoni ni bye. Sasa hasira haitakupatia uwe na furaha. Kama ale namba na time nasema ya kwanza inaharibu mawazo yako na programu. Namba ni magoni ni bye tu. Haitakupatia uwe na furaha. Namba ni boso magoni ni tatu. Magoni ikufunike tena kwa. Haitakupatia uongee na Mungu. Kristo abeni your spirit. Spirit of communicating with God. Inaharibu uhusiano wako na roho wako wa kuongea na Mungu. To saji tanereje. Mtu ambaye anakasirika ataomba. Raisi kwa sasa? Ataomba. So young kanereje to kuburburini communication. Mtu akikasirika anaharibu ile kuongea na Mungu. Namba ni bosumo. Namba ya tatu. Magoni chameta kemborto. Uwezi kuwa na usalama katika mwili yako. It interrupt the whole system of the body. Anaharibu yani mwili yako yote. Mawazo, hata miguu, hata wapi. Kuinterrupt ni tukun. Hiyo yote inaharibu yote. Amungenere sababu umekasirika. So macho mwa Joshua kyo. Nataka nikuambie wapendwa, ki Daudi kimbo neregi. Huyu Daudi hakukuwa mtu anakasirika haraka. Kinyorchini Samuel le tai. Tunapata Samueli wa kwanza 29:7. Samueli wa kwanza. He was also kind. Samuel le tai ni kama kwa Samuel le tai kama 29:9. Samuel le tai 29:9. 29:9. Hii nyoru ngalecho. Utapata hayo maneno. Not easily enga. Kikimo cha neregi. Namba level sokol. Namba ya 9. Kijitone Ayeb he was kind. Alikuwa mtu mkarimu. Kind. Somebody was kind. Ukarimu. Very kind. Ukarimu. Kinyorchini Samuel le boyeng. Inapatikana Samueli wa pili. 19. Sosoma agenge kot koi sosoma sokol. 31 mpaka 30. Namba ni taman. Namba ya 10. He was sensitive to the spirit, to the Holy Spirit. Yeye alikuwa mwangalifu katika Roho Mtakatifu. He was sensitive to the Holy Spirit. Alikuwa mwangalifu kwa mambo ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Yani enga nataka tu kuijenge kwa connected kwa wakati wowote kungalala Jehova. Alikuwa anaongea na Mungu. He was sensitive to the Holy Spirit. Alikuwa anaongea na Mungu, alikuwa sensitive kwa mambo ya roho. Bwana asifiwe.
Kinyorchini Samuel nebo aeng. Samuel wa pili 13 13. Samuel nebo aeng. Samuel wa pili 13 13. Ngesoma Samuel nebo aeng 22. Ukisoma katika Samuel wa pili 22 kegere tiendab Daudi nebo koteterishet. Unaangalia wimbo ya Daudi ya ushindi. Samuel nebo aeng. Samuel wa pili 22 kegere tiendab Daudi. Unaangalia wimbo ya Daudi nebo koteterishet ya ushindi. Kiteteris amu kinyo Jehova. Daudi alishinda sababu alikuwa na Mungu. Kimi Jehova koboto inendet. Mungu alikuwa na Daudi. Kimi Jehova kondosechin. Mungu alimuongoza. Kiribot Jehova en ortinwek chi tugul. Alimlinda katika njia yoyote. Kinekit Jehova en inendet. Mungu alikuwa karibu na yeye. Bwana asifiwe. Kimi kanakta nekimeche kobargei ak Goliath. Kuna wakati alitaka kupigana na Goliathi. Lakini amu kolach kimnotetab Jehova. Sababu alikuwa amevaa nguvu za Mungu. Ko kikikere ko chito nemomuche. Alionekana kama ni mtu ambaye ni dhaifu. Kikikere ko chito neming'in. Alikuwa anaonekana kama ni mtu mdogo. Lakini amu kiakenai kolach kimnotetab Jehova. Kwa sababu alikuwa na nguvu za Mungu. Ko kitinye kimnotet en kainetab. Alikuwa na nguvu katika jina la Yesu Kristo. Kimi kanakta nekikaba Israeli ko Filistin. Kuna wakati wa Israeli na Filisti. Kel kolenji chito nana koni tuguchu. Mtu akaambia wacha nikupatie hizi vitu. Silaha. Nikupatie silaha. Bwana asifiwe. Miten Bible. Iko katika Biblia. Kongete silaha chu. Katika hii silaha Kikalake Goliath koik maridadi kabisa. Goliathi alikuwa amejifaa. Au kitoror kabisa. Na alikuwa mtu mrefu. Chito netoror kabisa. Alikuwa mtu mrefu. Ongen ole chito awendi boriet. Unajua mtu akienda kwa vita Kokalake kabisa kotinye karik tugul. anafaa kweli kweli na ako na kila silaha. Lakini Daudi ko kimokotinye kiy. Lakini Daudi hakuwa na chochote. Ikiwa mkelenji nangeibun tuguchu. Aliambia silaha itoretenge. wacha tukuletee silaha ujisaidie nayo. Kongen ole chito nekomokoboisien karik. Mtu ambaye hajawahi tumia hizi silaha Enokiel metit. okay. Akawekwa ile Huyu ni Daudi anaenda amevalishwa. huyu ni Daudi sasa amevalishwa. Lakini hajazoea hii kitu. Lakini mtu mbona hii Anataka kwenda vita. toke macho kwa bori. Lakini alijaribu akasema hii haiwezekani. Toke mambo na maimu kwa kusini. Because hii kitu Sababu Mungu Goliath alikuwa naye. kwa kitinya Goliath. Kikalaye Goliath kwa maridadi kabisa. Goliath alikuwa amefaa kama Marekani. Tije naongea. Alikuwa na ngao. Atuku chotuku. Na hizo vitu zingine. Wanaongi tukiwo borta. Sio peke yake Alikuwa alikuwa na na nguvu kubwa. Goliath uno ninekiterenge embori. Alikuwa na ngao ya kujizuia. Kelenji Daudi tozi mujima. Daudi akaambia kwamba utaweza. Kikisasa Daudi. Walitarau Daudi. Wakisasa kukogoji tools chebo bori. Walitarau mpaka akampa silaha za vita. Kogoji wakini uno ninekiremet. Akabeta kitu hii ya kufaa. Lakini mwana Bible Biblia inasema kwamba Bwana ajabu kwa tiamda kwa somo chako. alipofaa na kujaribu akasema kwamba haitawezekana. Akasema sio hivi. Muniwache tu. Akaenda vita na Goliathi. Alikuwa na hiyo kitu ya kuzungusha hivi. Na alikuwa na ile pimbo ya kuchunga kondoo. Biblia inasema hivi. Akatafuta mawe ile mawe ile nyororo. Akasema katika jina la Yesu. Akasema Goliathi umenikuja na hizo vitu. Lakini nakuja katika jina la Yesu Kristo. Akaweka hivi. Akaangusha. Lakini silaha ya Goliathi na hizo vitu zingine haikufanya kazi. Biblia inasema ya kwamba Mungu atakufalisha nguvu katika vita. Amen. He always dwell in the house of God. Kuna kingine anasema kwamba yeye anakaa katika nyumba ya Mungu. Kila wakati yeye alikuwa katika nyumba ya Mungu. Hakuna siku alikosa katika nyumba ya Mungu. Inapatikana hapo Zaburi 27.
Kole kiama kitu agenge Jehova noto anasema ninataka kitu moja kwa Mungu. Ale atebingo ta Jehova betushiki ukuu. Nikae katika nyumba ya Mungu siku zote. Sio yeye gororinde nyingawa kwa. Nione uzuri wa Mungu, nifurahie. Ngiye tule sabeta kwa kila kitu kwa maisha ya Daudi. Always bend the house of God. Alikaa katika nyumba ya Mungu. Anasifiwe. Anasifiwe. Kole kiama bai tuingi kumwa ni akasema nilifurahi nilipoambia twende katika nyumba ya Mungu. Katika nyumba ya Mungu kuna furaha. Kuna amani. Kuna matumaini. He always have God's word in his heart. Yeye alikuwa na neno la Mungu kwa moyo wake. Alikaa katika nyumba ya Mungu. Lakini neno la Mungu aliweka ndani ya moyo wake. Zaburi 1:11. Akakaa katika nyumba ya Mungu. Lakini aliweka neno la Mungu ndani ya moyo wake. Nasema kwamba nimeweka neno la Mungu ndani ya moyo wake. Ili nipate nisitende dhambi mbele yako. Umeweka neno la Mungu katika moyo wako. Kuna watu wengi wako katika nyumba ya Mungu. Lakini hawajaweka neno la Mungu ndani ya moyo wao. Ili majaribu ama shida ikikuja wanapaki nyumbani. Shida ikikuja nasema kwa wacha nitasama kwanza. Shida ikikuja nasema kwa wacha niangalie. Sababu alikuja katika nyumba ya Mungu. Lakini achaweke neno la Mungu katika moyo wako. Ukiweka ndani yako utakuwa na nguvu hata katika majaribu. Utavumilia hata katika majaribu. Utatimiza yote. Utasimama hata kama wakati wa ngumu. Bwana asifiwe. Ukiwa na Mungu katika moyo wako utashinda katika neno la Kristo. Daudi alishinda. Hata wewe utashinda. Hakuna kitu kitakutingiza sababu kuna neno la Mungu ndani yako. Bwana asifiwe. Amen. Kuna wakati tunakuja katika nyumba ya Mungu. Tunasahau ya kwamba tuko na shida. Tunakuja katika nyumba ya Mungu. Tunasahau ya kwamba tuko na majaribu. Tukute katika nyumba ya Mungu. Ukikuja katika nyumba ya Mungu, weka neno la Mungu katika moyo wako. Wale atuone engane tafsiri. Aliandika Zaburi akasema ni kama miti iliyopandwa kando ya bahari, kando ya mto, sitatingizwa. Akasema mimi ni kama miti kando ya bahari, akasema kwamba haitatingizika. Ukikuja katika nyumba ya Mungu, weka neno la Mungu ndani ya moyo wako. Neno la Mungu katika maisha yako. Neno la Mungu katika njia zako. Neno la Mungu katika mawazo yako. Neno la Mungu katika mahitaji yako. Neno la Mungu katika njia zako. Unaweza kuwa mshindi katika jina la Yesu. Utakuwa mshindi. Mungu na Mungu ambaye atakusaidia. Utasimama vizuri. Hata majaribu kija. Neno la Mungu. Anasema kwamba neno lako ni miguu ni taa ya miguu yangu. Anasema ni taa, unajua taa. Ukikuja katika nyumba ya Mungu, hata watu wakikosa kusikia Mungu watasikia. Hata watu wasipokuona Mungu atakuona. Haleluya. Hata wasipokundua talenta yako, Mungu atakunua. Kuna wakati mwingine tunapoenda uchaguzi, kumbe huyu mtu alikuwa ni mtu wa kiti. Usiwe mtu wa kiti. Uwe mtu wa kanisa. Hata ukichaguliwa usipochaguliwa utasimama imara. Usipoangaliwa au ukiangaliwa utasimama. Usiposaidiwa utasimama. Usipoletewa ukiletewa utasimama.
Usipofikiwa utasimama. Sababu neno la Mungu ni taa. Lazima ufanye. Itakuonyesha njia. Itakuonyesha nini unataka kufanya. Sababu ni taa ya miguu yako. Hallelujah. Hallelujah. Mahali uliko, piga magoti mbele za Mungu. Piga magoti mbele za Mungu. Omba Mungu msamaha. Omba msamaha. Ambia akufungulie. Ambia akufungulie. Afungue moyo wako. Aguse moyo wako. Atakase moyo wako. Atakase moyo wako. Atakase moyo wako. Asante Yesu. Asante Mungu wa majeshi. Asante Mungu wa rehema. Asante Baba. Utufungue leo. Utufungue leo. Fungua jamii zetu. Utufungue Jehova. Hata katika hali ya sasa. Utufungue leo. Utufungue leo. Asante Yesu. Asante Haleluya. 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 Haleluya Yesu. Haleluya Jehova. Haleluya. 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 Yesu tunakulilia. Masia tunakulilia. Tazama watu wako Jehova. Tazama kanisa lako. Wote wako chini yako. Wote wako chini ya miguu yao. Wote wamepiga magoti. Ishara kwamba tumenyenyekea. Tumenyenyekea Jehova. Tumenyenyekea. Tumenyenyekea. Haleluya. 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 Thank you Jesus. Asante Yesu. Utusaidie Baba. Utusaidie Mungu. This is mighty. It is uncontrollable. Nataka tuombe sasa. Yes. Wewe ni mhesabu wetu. Wewe ni mlisi wetu. Yes. Wewe ni daktari wetu. Wewe ni kimbilio letu. Yes. Jehova ni kwetu. Jehova ni ndani. Jehova ni ndani. Inge kanisa Ibrahim. Inge kile tu yonai. Okay, tendi kutoka ngorifa. Jehova ni yizani yizibige kule lwekwa. Jehova ni yizibige tu kemokinge. Yes. Jehova ni mtemeleki. Wewe ni Mungu Jehova usiamesi. ni teneche. Wewe ni Mungu ako karibu nasi. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Asante Yesu. Asante Baba. Hallelujah. Asante Mungu wetu. Hallelujah. Yes. Asante Mungu wetu. Ungekutaya ni Emmanuel Jesus. Mungu Jehova ni. Emmanuel Jesus. Jehova ni. Emmanuel Jesus. Emmanuel Jesus. Hallelujah. Emmanuel. Yes. 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 Asante. Yes. Yes. Piga Yesu makofi. Daudi anasema uniumbie moyo safi. yaiwa Mungu leo netiki. Bwana asifiwe. Amen. Uniumbie moyo safi. Every time he was close to God. Kila wakati alikuwa karibu na Mungu. Kichome kugoachi Mungu lenye kutilili kuliki Jehova. Alipeana moyo wake iwe safi akaribie Mungu. Barikiwe katika jina la Yesu.